tunafanya na hii project ya climate change, tunatengeneza makaa ambayo yanatumia pakasi. Nashukuru sana hii mradi ambao tunaendelea nayo ya kutengeneza makaa. In the heart of Kakamega, like many communities across sub-Saharan Africa, charcoal remains a vital source of energy for cooking and heating. But this essential fuel often comes at a cost: deforestation, air pollution, and the inefficient use of a valuable resource. What if the very dust left behind could hold the key to a cleaner, more sustainable future? The demand for charcoal is driven by a growing population and limited access to cleaner energy alternatives. Traditional charcoal production often involves the unsustainable felling of trees, leading to deforestation, soil erosion, and habitat loss. Recognizing these challenges, innovative individuals and organizations began to explore ways to utilize the abundant charcoal dust. The answer: charcoal briquettes, a compressed fuel made from this very byproduct. The process is surprisingly simple yet effective. The charcoal dust is mixed with locally sourced binder like cassava, starch, or clay, and a small amount of water. This mixture is then fed into a briquette press, which compacts it into uniform shapes, often cylindrical or pillow-like. The wet briquettes are then left to dry under the sun, allowing them to harden and become ready for use. This low-tech approach makes briquette production accessible to even small-scale entrepreneurs. The benefits of charcoal briquettes are manifold. Firstly, they offer a cleaner burning experience, producing significantly less smoke and harmful emissions compared to traditional charcoal. Briquettes often burn more efficiently and for a longer duration, meaning households can use less fuel for their cooking needs, saving them money in the long run. The production of charcoal briquettes creates new economic opportunities, providing livelihoods for those involved in collecting dust, mixing, pressing, and selling of the final product. Kupitia mradi ya kina mama hawa, mimi nimepata kazi kama dereva, fanya kazi ya kusupply makaa, na ni makaa ya kisasa, makaa mazuri, makaa ambayo ukipikia mtu wangu, yani moto mwenyewe unafurahia tu. Kaa moja linapika asubuhi saa 7 mpaka hata jioni. Mimi nimefanya hata madereva wenzangu wale wa pick up matatu pia nao pia wamepata kazi, sababu kwa siku ninabeba gunia 10 hivi, nikiwapa pia nao wanafikisha kwingine. Furthermore, by utilizing charcoal dust, briquette production reduces the demand for newly produced charcoal from unsustainable sources, contributing to forest conservation efforts. It's a circular economy in action, turning waste into a valuable resource. Mzima ya kwanza mvua imerudi, Mungu ametuletea maji, ndio. Alafu hii wiki katika taifa la Kenya na ulimwengu mzima kumekuwa na nini? Climate masuala ya climate change, ndio. Na katika taifa letu sisi tunafurahia sana kwa sababu tumepokea wageni kutoka mataifa tofauti, ndio. Kwa hivyo si kila mtu wa mama si mko na nguvu. Basi muamke kila mtu aseme climate change. 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 Aha. Hii mradi ambao tunaendelea nayo ya kutengeneza makaa. Tumeona maajabu kwa hii chama na tunaendelea kuona, na tunashukuru Mungu amupe nguvu na uzima, aendelee kutusaidia na wamama tusonge mbele. Hakika hii chama Mama Zuru tunamshukuru sana. Kazi ambayo tufanyia kutuletea pesa ili tuendelee na hii chama yetu na kutengeneza makaa. Hii makaa inafurahisha watu wengi. Hata sisi wenyewe tunaipikia.
Ukipikia hii makaa unafurahia. Kwa ajili hina moshi, hata ukiweka kwa nyumba unafikiri jiko hakuna na jiko iko. Kwa hivyo hii mradi tunaomba Mungu atusaidie, na huyo mama ambaye atusaidia aendelee kutusaidia na tusonge mbele. Na mimi nahimiza wamama wenye chama tusirudi nyuma. Tupende hii chama yetu, tufanye kazi pamoja, tupendane, tuwe na umoja kama watoto wa mtu mmoja, ili tutapata maendeleo kupitia kwa hii chama. Ushauri ya mama Zura imetusaidia sana. Kama mimi mama Shosho nimefurahia. Pia mimi nimeona hiyo kitu imenivuruta, nimejenga nyumba ya kuku. Na mnajua kuku ni kitu kizuri. Na kama mimi mama sina kazi yoyote, nikiwa na hizi kuku zinanisaidia. Wajukuu wakikuja nimepiga mayai na sukuma, wanakula na wanafurahia. Kwa wamama wenye tunakaa tu, hatuna kitu tunafanya, lakini wametusaidia kwa hiyo grupu yetu, wakatuletea mashine. Hiyo mashine imetusaidia sana juu tunatengeneza makaa. Hiyo makaa tunatengeneza kama group tunauza, hiyo ni pesa yetu bado inatusaidia. Na pia bado kwa hiyo group, kwa hiyo tu machine, unaweza tengeneza makaa yako individual. Wewe mwenyewe ukajiuzia, ukapata pesa yako kusaidia. Kuna ile percentage kidogo tu tunawekanga kwa account ya group, kwa group management. Kwa mfano kitu kama tumepata wageni ama mashine yetu iko na shida, tunaweka kitu kidogo, lakini amount kubwa ni wewe mwanachama inakunufaisha. Wewe mwenyewe kama kibinafsi. Mimi mwenyewe nilikuwa nakaa tu, sikuwa na kitu nafanya, lakini kwa sababu tu ya hii mashini yetu nilitengeneza makaa yangu nikauza. Sasa through hiyo mashine, hiyo makaa nikauza, niko na kabiashara kingine kando nafanya, kando na kutengeneza tu hiyo makaa. Sasa napata huku pesa, maisha iko sawa. Hatulii sana, tunapata pesa yetu, tunaweza lipia yako mtoto hata ka school fees, unaweza nunua yako kanguo. Kando na kutegemea mtu mmoja, tunategemea mzee. Despite the numerous benefits, the charcoal briquettes industry still faces challenges, ensuring a consistent supply of quality charcoal dust, accessing affordable and efficient production equipment, and raising awareness among consumers are crucial for wider adoption. As Kakamega and other communities embrace this simple yet powerful technology, the journey from dust to fuel offers a glimmer of hope for a cleaner, healthier, and more sustainable future for all. Jina naitwa Matroba Isike. Mimi ni mama ambao tuko na shirika letu la Rekada. Wamama ambao tumeshikana, tunataka tuendelee na maisha. Na naona hii makaa yetu vile tulianza, tulikuwa wamama waoga, wamama ambao hawafai kitu, lakini vile tuliungana na wamama tumeendelea, tunaona tunaenda vizuri, tunatengeneza makaa yetu ambayo inaitwa abricate. Hii makaa inatusaidia sana. Hii makaa imetupeleka mbele. Sisi siku hizi wamama hatuombi watoto pesa. Pesa yetu tunatoa kwa hii makaa, tunatengeneza mboro, tutengeneze makaa, tunauza, tunapata pesa yetu, tunaweka kwa mifuko. Hatuna haja ya kungoja wazee, hakuna haja ya kungoja watoto. Watoto wakikupatia yako wakupatie, wasipokupatia maisha inaendelea. Kwa sababu sisi wamama kama Mungu bado ametupatia nguvu, tunafanya kazi yetu na tunapata pesa. Hii makaa tulienda hatujui hata mahali tunaweza enda, lakini tukaenda mpaka Mumias huko, tukaenda tukauza makaa yetu, tukacheza huko, tukafanya kazi yetu mzuri, tukapata market. Tunaona kumbe wamama tunaweza jitokeza. Tulikuwa nafikiri sisi wamama wazee, lakini vile tulifika huko tukaona wamama tena wanafanya kazi, na sisi pia tukaingilia ndani yao. Tumefanya kazi huko, tumeenda hata mahali hatungefika, tunafika kwa sababu ya hii makaa yetu. It is a testament to the fact that sometimes the answer lies in looking closer at what we often overlook for a cleaner, healthier, and more sustainable future for all. For years, this fine charcoal dust was often discarded as seemingly useless byproduct of the charcoal production process,
piled up in heaps, it was a nuisance, a potential health hazard, and a stark reminder of wasted potential. But a quiet revolution is brewing, transforming this overlooked residue into a powerful and eco-friendly fuel: charcoal briquettes. My name is Irene Nasimiu, reporting for Shalom Media. Neve mere ko mama neve mere